Hello dears, karibuni kwenye channel yetu ya YouTube ya NJ Kitchen Diaries. Usisahau kulike, kucomment, kushare, kusubscribe na kisha gusa kengele yako ili wa kwanza kupata video zetu. Karibuni. Leo penzi zangu tunakwenda kupika chai ama kuandaa chai ya haraka ya mkate na mayai. A very simple breakfast. Ndani ya dakika 5 mpaka 7 chai yako inakuwa iko tayari mezani, tayari kwa kunywa. Utaanza kwa kutenga sufuria yako jikoni, utaweka maji kiasi kile utakachopendelea ama kulingana na idadi ya watu. Kisha utakwenda kuweka viungo vyako vya chai. Kwa mimi nimetumia mchai, iliki, majani ya chai pamoja na sukari. Kama una viungo vingine ambavyo unapendelea unaweza ukaweka. Weka kisha acha ichemke. Upande wa pili kama nilivyosema tunakwenda kuandaa chai ya mkate na mayai. Kwa hiyo utachukua mkate wako ambao ni slice, kama hauna tumia hata sconce, pasue katikati. Andaa mkate wako kama hivyo kulingana na ukubwa unaopendelea wewe ama idadi ya vipande ambavyo wewe utakavyopendelea. Tunakwenda kutumia peanut butter. Kama hauna unaweza kutumia jam, kama hauna jam pia unaweza kutumia hata Prestige, wewe vile ambavyo utakavyopendelea. Mimi ninakwenda kutumia peanut butter. Kwa hiyo utaanza kwa kukoroga peanut butter yako, maana mafuta huwa tabia kujitenga na ile karanga. Utaikoroga vizuri ili changanyike vizuri, kisha utaanza kupaka kwenye ule mkate wako kama ni slice ama ni sconce ambao umepasua katikati. Paka mpaka ufunike kile kipande cha mkate wako. Lakini kama unapenda kidogo basi paka kidogo. Paka vizuri, isambaze vizuri hiyo peanut butter yako, ama kama ni Prestige unatumia au kama unatumia jam, ipakaze vizuri kama inavyoonekana yangu kwenye hii video. Pakaza vizuri. Baada ya hapo utachukua kipande kingine cha mkate utafunika kwa juu kama inavyoonekana kwenye video yangu. Tengeneza kama nilivyokuonyesha hapo kwenye video yangu, kisha utafanya hivyo kwa vipande vingine pia. Upande wa pili chai yetu imekwisha kuchemka, sukari yangu imekolea vizuri kabisa. Kwa hiyo ukishafika hatua hii sasa utakwenda kuichuja chai yako, unakwenda kuitunza kwenye chupa ili isipoe. Kama nilivyosema mwanzo tunapika chai ya mkate na mayai. Kwa upande wa pili tunakwenda kukaanga mayai yetu. Haya mayai yangu ni madogo ndio maana nimetumia 3, lakini kama mayai yako ni makubwa unaweza kutumia 2 yanatosha. Na mayai yangu huwa napenda kuyaweka vitunguu. Kwa hiyo utaanza kwa kuandaa mayai yako kama inavyoonekana kwenye video, utayabonda. Kisha utakwenda kuyawekea chumvi kiasi. Weka chumvi kiasi. Mayai yakizidi chumvi ni mabaya sana, hayafai. Kwa weka chumvi kiasi, kama unavyoona nimeweka chumvi ni kidogo sana. Utakoroga mayai yako ili yaweze kuchanganyika na ile chumvi. Koroga vizuri, maana usipokoroga vizuri unaweza kujikuta muda unakula upande mmoja wa yai chumvi imezidi sana, upande mwingine chumvi ni kidogo sana. Kwa hiyo changanya vizuri chumvi yako. Na kama nilivyosema mayai yetu ya leo tunakwenda kuyatia kitunguu. Kwa hiyo utaandaa kitunguu kidogo tu pembeni. Utaenda kwanza kaanga mayai yako kwenye kikaangio chako. Weka mafuta, yakiwa yamekwisha kupata moto, utakwenda kuanza kukaanga vitunguu vyako. Kama unavyoona kwenye video yetu. Weka vitunguu vyako. Kisha utavipika mpaka pale vitakapolainika. Usiache vikageuka rangi. Hili sio pilau my dear. Haya ni mayai. Vikaange mpaka pale tu vitakapolainika. Vitakapolainika. Sio mpaka vibadilike rangi. Kwa kama unavyoona vitunguu vyetu vimekwisha kulainika, hapa sasa tunakwenda kuweka mayai yetu. Weka mayai yako. Kisha kuwa umeweka, utafanya kama mimi nilivyokuwa nafanya kwenye hii video. Utafanya kama hivi mimi nilivyofanya kwenye hii video ili kuyasambaza mayai yako.
na ili haya ya juu yaende chini, yani yasibaki juu, ule muda wa kugeuza ukajikuta unayamwaga. Kwa hiyo fanya kama mimi ninavyofanya kwenye video. Sielewi nielezee vipi, ila fanya hivyo kama ninavyofanya mimi kwenye video. Na yakishakuwa yamekauka, utageuza upande wa pili ili na kwenyewe kukauke vizuri. Utafanya kama hivyo ninavyofanya mimi, kwa sababu mimi sipendi mayai ambayo ni rojo. Napenda yai langu likauke vizuri. Baada ya muda yai letu litakuwa limekauka pande zote mbili ama kuiva pande zote mbili, tutakwenda kulitoa. Utakwenda kulitoa na kisha utakwenda kuliweka kwenye ile sahani yako ambayo ina mikate. Na mpaka hapo unakuwa umemaliza. Chai yako inakuwa iko tayari. Kama nilivyokuambia ni simple, rahisi kuandaa, haihitaji mambo mengi. Ni nzuri. Ni breakfast moja nzuri sana, ni tamu. Kwa hiyo usisahau kushare recipe kwa watu wengine. Na usisahau kulike video yetu, kucomment na kusubscribe, kisha utagusa kengele yako ili wa kwanza kuendelea kupata video zetu. Tukutane kwenye recipe nyingine. Kwaherini.